kujipunguzia adhabu ya kaburi na wakati wewe mwenyewe hujajipunguzia leo. Kwanza kaburini mimi nashangaa watu wanavyosumbuka. Kaburini inakuwa ni mwili tu, roho hamna. Sasa unaanza kuombea mwili, mifupa ishaoza kule, ishaliwa na wadudu, inatoa minyoo. Jamani watu wa Mungu, msione nimepaka mafuta huu mwili. Huu mwili unaoza. Unajua kuna watu hawaelewi. Wanapokuwa wanaongeza weupe kwenye miili yao, wanaona kama vile utadumu hivi. Hii miili inaoza watu wa Mungu. Hii miili inaoza, inatoa hadi minyoo. Huu mwili unaoona, roho ndo inakuwa yani roho ukiokoa unaokoa kitu chema kuliko hata mwili. Wanasema mimi sasa nikiokoka leo, wale vijana wote wa mtaani wataniacha. Wakuacha, lakini yupo atakuja, atatokea kuja ambaye ni wako sahihi. Sasa mimi nikiokoka kwenda kule kwenye vile vijiwe kutafuta vijana wanasemaga mademu. Kutafuta wale mademu. Ngoja nikwambie tu ndugu yangu, unajichosha bure. Ndio. Yaani unajichosha bure. Na hao watu hawadumu. Ndio. Kuna wengine tu nikwambia ukweli wanapita kwa ajili ya kusudi fulani. Usifikiri kila mtu anayekuja kwako pasipo kusudi la Mungu nafikiri na kusudi lingine ambalo ni zuri. Kusudi lingine la kuja ni kuua kile ulicho nacho. Kusudi lingine linalokuja ni kuharibu kile ambacho kipo ndani yako. Yamkini ulikuwa unatamani kuokoka, anaanza kukiua. Yamkini ulikuwa unatamani kumtumikia Mungu, anaanza kukiharibu polepole. Yamkini ya kwamba ulikuwa unaona kwamba kuna njia zinafunguka, anaanza kutengeneza madhabahu kwako, madhabahu ambazo hazina kitu, madhabahu ambazo zitakuharibia maisha yako, madhabahu ambazo zitaharibu hatima na jinsi ambavyo wewe utakuwa ukiendelea mbele. Ndio tunakwambia leo, mpokee Yesu Kristo wewe. Ujanja wa leo ni kuokoka tu. Hakuna ujanja mwingine. Hakuna ujanja. Na kutangazia na wewe mchawi. Mahali kokote unakosikia leo,